Bana, kwenye usiku wa Shida kumekuwa na mauzauza mengi. Shida amepokea maokoto ambayo ni chini ya kiwango ambacho yeye alikitarajia, na huku mtaani ana madeni mengi, lakini alishika maiki na kuanza kuwaambia ya kwamba nahitaji mituzo yangu, kwa sababu mimi kwenye sherehe zenu nakujaga na huwa nawatunza vizuri. Kwa hiyo na mimi leo kwenye ya kwangu sihitaji mniangushe. Kama kuna yeyote ambaye hajafika au amejidai amepata udhuru, basi asubuhi na mapema kabla jogoo hajawika, mimi nitatembea nyumba kwa nyumba kuhakikisha naenda kukusanya mituzo yangu, kwa sababu mimi ninapokuja huwa ninawapa hela kama ambavyo nyinyi mnataka. Lakini kuna mmoja akasema ya kwamba wewe unakujaga wapi, wewe mwenyewe unadaiwa tu hapo. Haya, baada ya hapo naona Kobisi akaona ni kama vile ameletwa kudharaulishwa, akamwambia, je, inamaanisha Shida ndio umenileta mimi nije nidharaulike kiasi hichi? Umenileta kwenye kitu gani hichi kisichokuwa na maana? Baada ya hapo akasema, mimi basi naamua kuondoka zangu na kuacha wewe na sherehe yako. Lakini Shida hakuchukua raundi, akajisikia kizunguzungu, akawa ameanguka na kuzimia. Wakambeba wakampeleka ndani, hawakumpeleka hospitali. Lakini baada ya kufika ndani, ikabidi wamtafute mganga aje angalie shida ni nini mpaka Shida ameanguka ghafla. Maana wengine walikuwa wanahisi ni njaa, wengine walikuwa wanahisi mambo mengi ambayo ni nje kabisa na hata ambavyo walikuwa wanafikiria. Lakini mwisho wa siku baada ya mganga kuja akampima, akasema Shida ni mjamzito. Kwa hiyo sasa hapa tuna mjukuu mwingine anaenda kuzaliwa, mjukuu wa mzee Kikala. Nini ambacho kitaendelea? Tuendelee kufuatilia channel hii pendwa kabisa, Invisible Identity. Na ambaye haujasubscribe channel hii, basi subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata update mbalimbali. Asante.